Sasa sisi Chadema tumesema ili tuweze kujikwamua kwenye changamoto zote tulizonazo. Nimeambia hapa vijana wa bodaboda mnasumbuliwa. Nimeambia kuhusu machimbo mnanyanyaswa. Nimeambia kuna changamoto nyingi. Nimetoka hapo kwenye mkutano wa mwisho tuliofanya. Nimewaambia kuna fedha zinaitwa TASAF ili wazee na wakina mama wazee wapewe fedha za mpango wa kaya maskini, fedha za TASAF. CCM wanaenda kuelimisha mitaro na barabara, mnaelimisha barabara. Hizi fedha sio fedha za CCM. Hizi fedha ni mikopo yenu. Hizi pesa ni misaada kutoka Benki ya Dunia na haya manchi ya Jumuiya ya Ulaya ambayo juzi wamesema kwenye bunge lao la Ulaya kwamba jamani, nyie Tanzania muacheni Tundu Lissu. Tundu Lissu sio muahidi. Nyie Tanzania zingatieni haki za binadamu. Nyie Tanzania zingatieni utawala bora. CCM yasivyo na akili. Unajua wamesemaje? Hawa Jumuiya ya Ulaya, bunge la Ulaya lisituamulie. Sisi ni nchi huru. Rais Samia kwa miaka 4 aliyokaa madarakani amepewa pesa kutoka Jumuiya ya Ulaya, kutoka nchi za Jumuiya ya Ulaya, euro milioni 500 sawasawa na trilioni 1.5 kwa miaka 4 amepewa na hao watu. Sasa ukiwa maskini, kubali uamuliwe. Anayekulisha ndiye anayekuamua cha kufanya. Mkienda kuchukua hela zao, mnaona wazuri. Wakiwapeni masharti, kwa sababu kuna mtu anakupa hela bure. Na wao wamesema kwenye bunge lao kwamba Samia tulifikiri yeye hata aliongoza taifa hilo kama alivyokuwa analiongoza Magufuli. Tulianza kumpa pesa yeye, Magufuli tulimkataza kwa sababu Magufuli alikuwa anaminya uhuru wa demokrasia. Na yeye kwa kile anafanya hivyo, tutachukua hatua. Nyie watu wa Busanda, msipompigania Lissu, msipopigania Chadema, msipopigania no reforms, watapigania no reforms hata wazungu. Sisi wa Kristo, ukisoma kitabu cha Luka sura ya 3 mstari wa 14, Yohana Mbatizaji alipokuwa kwenye matembezi yake alikutana na watu wengi. Miongoni mwa watu waliokutana nao alikutana na mapolisi, nao walimuuliza swali. Wakamuuliza Yohana, na sisi tufanye nini? Akawaambia mambo 4. Jambo la kwanza aliwaambia, ukiwa polisi usimdhulumu mtu. Jambo la pili akawaambia, msiwashtaki watu kwa uongo. Na jambo la 3 akasema, toshekeni na mishahara yenu. Hili la mishahara najua hamtatosheka nayo, kwa sababu CCM imeigeuza kazi ya polisi, kazi ambayo ni kazi ya kitume. Leo ukisikia risasi imelia huko nyuma, sisi wengine tunakimbia, polisi wao wanakimbilia risasi. Ndio kazi yao, ni kazi ya kitume kabisa. Lakini CCM imeigeuza kazi ya polisi kuwa kazi ya laana kwenye taifa hili. Juzi niliona video kwenye mitandao ya kijamii, wako Watanzania wanashangilia eti polisi wamepata ajali. Watanzania wanasema acheni wafe hao, msiwasaidie. Hiyo ni chuki iliyotengenezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. CCM imetufanya sisi tuchukiane na polisi. Wanaolipani mishahara midogo, hata uniform zao wanajinunulia wenyewe. Ndio unaweza kuona mwingine kijani yake ni kama inataka kufanana na combat ya Chadema, mwingine imeiga, mwingine kama ya CCM. Ni kwa sababu wanajinunulia wenyewe hizo sare zao. Na sisi Chadema siku tukija kushinda taifa hili, haina maana ya kwamba tutaenda kuwatafuta polisi mbinguni. Tutawatumia hawa ni ndugu zetu, ni maskini wenzetu, tunaomana chumvi mtaani. Hamwezi kutosheka na mishahara yenu, ndio maana kila siku mnahangaika na marushwa. Ingia kwenye simu yako Google, sema polisi, andika tu polisi apokea rushwa, watakuletea visa vingi vya mapolisi. Naona sasa makamu mwenyekiti wetu wa chama anaingia. Naomba nimkaribishe Dr. Wilbrod Slaa azungumze. Wakati makamu akifika, yeye atamkaribisha moja kwa moja makamu mwenyekiti wetu wa chama John Heche ili aweze kuzungumza na nyinyi watu wa Diku sana. DJ twende.